Habari ya wakati huu mpenzi mtazamaji wa Kisiwa 24 TV, kama ilivyokuwa ada, tumekuwa tukiweka video za aina tofauti tofauti ili kuweza kuelekeza wewe mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa channel yako pendwa ya Kisiwa 24 TV. Na katika video ya leo tutaenda kuelekeza ni namna gani ambavyo unaweza kuangalia matokeo ya usaili uliofanyika kupitia akaunti yako ya utumishi poto. Hii ni video ambayo inaenda kupa mwongozo wewe mtazamaji ambaye umefanya interview kupitia ajira poto na unataka kuangalia kama kweli umekuwa selected au matokeo yako yana gani kutokana na usaili ambao umekuwa umeufanya. Basi tuende moja kwa moja katika video tuweze kwenda kutazama. Unachotakiwa kukifanya, usiache kulike, kushare na kusubscribe katika channel yetu ili uweze kuwa wa kwanza kuweza kupokea taarifa mbalimbali ambazo tumekuwa tukiziweka kupitia channel yako pendwa ya Kisiwa 24 TV. Basi unachotakiwa kufanya ni kwenda kwenye browser ambao unatumia iwe katika simu yako, katika laptop yako na kuifungua. Ukishaifungua, nenda kwenye browser ambao unaitumia and then nenda sehemu ya kusearch, search utumishi. Search utumishi. Kisha search utumishi, nenda kwenye website ambayo imeandikwa New Update Public Service Recruitment Secretariat. Usiende kwenye utumishi au mwanzo, hapana. Nenda kwenye website hii hapa, then click hapa. Kisha click, kwa mara ya kwanza inaweza kukuonyesha hivi, ili eneo linaonyesha ni tupu. Okay, lakini matangazo yote kuhusiana na usaili, matokeo, mabadilisho ya vituo vya usaili yanapatikana hapa, sio huko pembeni. Kwa nenda kwenye eneo la home, bonyeza tena ili refresh, utaona tayari imefunguka na chini utaanza kuona taarifa mbalimbali kuhusiana na usaili. Hapo utapata taarifa kuhusiana na matokeo ya usaili, lakini vile vile utapata taarifa kuhusiana na mabadiliko ya tarehe ya usaili kulingana na kalenda au ratiba ya utumishi ilivyowekwa. Kwa utaona kuna taarifa mbalimbali ambazo zipo. Unaweza kurudi nyuma zaidi, vituo vya usaili wa mahojiano, matokeo ya usaili kulingana na kada husika. Kama utaangalia hapa sasa hivi hizi ni mpya na zenyewe zina pop up zinasema renew. Kuna matokeo ya usaili wa vitendo chuo cha elimu ya biashara CBE uliofanyika tarehe 13 mwezi wa 4, lakini vile vile kuna matokeo ya usaili wa kuandika uliofanyika tarehe 12. Ili kuweza kutazama sasa matokeo haya, utabonyeza moja kwa moja kwenye link kulingana na kada yako wewe husika. Kwa mfano mimi nataka niangalie matokeo ya usaili wa kuandika uliofanyika tarehe 12, nitaingia kwenye hiyo linki na nitabonyeza ili kufungua na yatafunguka. Matokeo ya usaili wa kuandika uliofanyika tarehe 12 mwezi wa 4 2026. Ili chapisho limechapishwa Aprili 13 2026. Na hapa kuna maelezo ya kina, anasema wasailiwa wote waliochaguliwa wanatakiwa kuzingatia muda na eneo la usaili. Aidha, wasailiwa wote wanakumbushwa kuwa na vyeti halisi pamoja na kitambulisho kwa ajili ya utambuzi. Okay, kwa hiyo utaangalia ulikuwa katika nafasi gani, utabonyeza link husika ili kufungua na kuona matokeo jinsi yalivyo. Utaona hapo, utakuwa upande wa kwanza kutakuwa kuna serial number, lakini vile kuna interview numbers, column ya interview numbers, kuna score pamoja na remarks. Kwa utaangalia pana kama mfano mtu wa kwanza ni serial number 1 PSP SRS mkwaju 26 mkwaju 12976 mkwaju 0047. Hii ndo namba ya interview, lakini score alopata ni 67 na amekuwa selected. Kwa utaona, lakini huku chini utaona watu ambao hawajawa selected, wameweka not selected kulingana na marks au hizo scores ambazo zimewekwa. Kwa hivi ndo ni namna ambavyo unaweza ukatazama matokeo ya usaili kupitia Secretariat ya ajira au utumishi. Vile vile unaweza ukataka sema uka download ili faili ili kuweza kulihifadhi kwa matumizi ya baadaye, au kama kompyuta yako imekuwa connected with printer, unaweza moja kwa moja kuprint, select printer au kuprint hilo faili lako. Kwa hiyo kama unaona video imekuwa ni msaada kwako, basi usiache kushare na wengine ili waweze kupata mwangaza ni kwa namna gani baada ya kufanya
mitihani au usaili kupitia utumishi. Sasa wanaweza kutambua au kutazama matokeo ya usaili kulingana na kada walizozifanya. Kama nilivyosema hapo awali, usiache kulike, kushare na kusubscribe katika channel yetu ili uweze kuwa wa kwanza kupata taarifa mbalimbali ambazo tumekuwa tukiziweka katika channel yetu. Asanteni sana na tunawashukuru sana kwa kuendelea kutusupport. Karibuni sana.